Wapenzi ndugu zangu, tunazidi kuwasalimu tena kwa sababu Bwana anazidi kutupa neema ya kuendelea kuwatolea masomo siku baada ya siku, na leo tuko kwenye somo la 6 ambalo lina kichwa kinachosema karama za kiroho. Kabla ya kuingilia somo hili, tunawasihi mzidi kutufuatilia ili kwamba mpate kuyafuatilia mafundisho ya siku baada ya siku. Kama hujasubscribe, hebu jaribu hapo gusa kwenye subscribe ili kwamba uwe wa kwanza kupata mafundisho haya wakati tutakuwa tunayatoa. Na fungu letu kuu ni katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 12:31. Biblia inasema hivi: takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora, neno la Bwana. Kabla ya kuingilia somo, basi tuombe. Mungu Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema. Muda huu ni muda mzuri ambao tunakwenda kujifunza neno lako. Uwe nasi ili kwamba tulielewe kupitia jina la Yesu, amen. Ndugu zangu, tumemaliza somo ambalo lilikuwa ni somo la 5, na katika somo la 5 tuliona ya kwamba sisi wa Kristo tunatakiwa kufanya mambo yote katika Bwana, kwake yeye atutiaye nguvu. Tufanye yote kwa utukufu wa nani? Wa Bwana. Mwalimu alikuwa ametuonesha namna gani tunatakiwa kutembea katika nyayo za Bwana, tukifanya yote katika utukufu wa Bwana. Na katika somo la 4 tulikuwa tumeona dhambi katika kanisa, na masomo haya ambayo tunakwenda kujifunza yanatuonesha namna gani tunapokuwa katika kanisa la Bwana, tunapokuwa maeneo ambapo kuna uwepo wa Bwana, lazima tujaribu kuakisi tabia ya Bwana. Ndiyo maana katika somo la 6 tunalo somo linalosema karama za unabii au karama za kiroho. Ndizo ambazo tunakwenda kuona, na hizi karama zinapatikana kanisani kwa sababu Roho wa Mungu amezitoa kanisani. Nafikiri hapo tuko sawa. Na sisi wa Kristo, kwa mfano wa mwanadamu, kama tulivyoumbwa sisi kwa mfano wa mwanadamu, kanisa ni moja, na kanisa linapokuwa moja linakuwa na viungo vingi sana, na mojawapo au kila kiungo katika mwili kinakuwa na kazi yake maalum. Hivyo ndivyo lilivyo kanisa la Kristo. Lina waumini wengi, wanamemba wengi, lakini kila mwanamemba ana jukumu lake. Mimi siwezi kufanya kama huyu, na huyu hawezi kufanya kama yule, na yule hawezi kufanya kama mimi. Tukilitambua hili, tutachukuliana kanisani na kutenda kazi ya Bwana kwa bidii ili kwamba izidi kusonga mbele. Hivyo wakati kazi hizi tunazifanya kwa upendo, karama hizi za kiunabii, karama hizi za kiroho, tukizifanya kwa upendo, zinakuwa zinaleta umoja kanisani na zinatufunulia tabia ya Mungu ni nini kwetu sisi. Zinatufunulia Mungu ni nani katika nafsi tatu. Nafikiri hapo tuko sawa. Kwa hiyo tunapokuwa kanisani, tusitafute moyo wa kukompea na wengine. Tusitake kuonesha watu ya kwamba sisi ni zaidi ya, bali tunapofanya tujue, mimi nikifanya hiki, kuna mwingine Mungu amempa karama ya kufanya hiki tofauti na mimi. Tunaendelea hivyo, lazima tujue kwamba kitu ambacho kinamtatiza Paulo, kitu kikubwa kabisa, ni kuhusiana na kukosa utulivu kanisani. Watu wanakuwa na machafuko, hawana utaratibu, ukosefu wa utaratibu. Wanachukulia baadhi ya karama kama ni kubwa, na mtu akiwa na hizo karama kubwa kulingana na wao, wanaonekana hao ambao wana karama hizo kana kwamba wao ndio wako juu kuliko wengine kanisani, lakini siyo hivyo. Kuna karama nyingi sana, na karama hizo zote Mungu amezigawa kulingana na uwezo wa watu. Ndio maana kwenye somo la Jumapili tunakwenda kuona uwingi wa karama, uwingi wa vipaji. Vipaji au karama ni nyingi, lakini Mungu amevigawa kila mtu, kuna vile ambavyo amempa. Sio kwamba utapata karama zote au vipaji vyote. Kuna vile ambavyo utavipata na vile ambavyo hautovipata. Ndio maana Paulo anaongea kwamba
karama ya kwanza kabisa ambayo ni kuu ni uwepo wa Roho Mtakatifu na moyo wa kufanya nini? Wa kuungama na wa kutambua kwamba Yesu ndiye Bwana. Kwa sababu kama hatujaipata hizo zingine tutazitumia vibaya. Ndiyo maana kwa wakati wa Agano Jipya kukubali kwamba Yesu ndiye Bwana ilikuwa inaashiria kwamba Kaisari hakuwa Bwana, kwa sababu kipindi hicho ukimtangaza bwana mwingine ni kana kwamba unampinga Kaisari. Kwa hiyo ndiyo maana ili kwamba upate karama hizi, karama ya kwanza kuu ni lazima ukubali kwamba Yesu ndiye Bwana. Sio kila mtu aliyekuwa akikubali hivyo, na ukikubali hivyo unaweka vita na serikali, kwa sababu unakataa kwamba Kaisari siyo Bwana. Hivyo imani ni karama kubwa zaidi tena. Paulo ukianza kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:1 hapo unashuka unakuta hizo ndizo anazoziongelea kama karama kubwa zaidi. Na hapa lazima tujue kwamba karama hii ya imani au kipaji cha kuwa na imani ni kwamba kinatokea kwa listi namba 1 katika Wakorintho wa kwanza 13. Ndiyo maana kunakuwa na karama nyingine nyingi. Kitendo cha kwamba Roho Mtakatifu anagawa karama hizo kwa kila mtu inaonyesha ya kwamba Mungu anafanya nini? Anatuona sote tuna umuhimu, kwa sababu anazigawa kwetu wote. Hakuna Mkristo ambaye hana karama. Kila mtu ana karama yake, lakini kitu kikubwa ni kwamba kanisani tuchukuliane kwamba sio kwamba kuna ile ambayo ni kubwa zaidi ya nyingine. Ndiyo maana inatakiwa tujue ya kwamba karama ya kiroho zimeletwa kanisani ili kulinda umoja kuhusiana na tabia ya uungu wa Kristo katika nafsi tatu. Hivyo kama Roho ametupatia karama, kama Roho ametoa karama kwa waumini, ni lazima tujue kwamba ni Mungu anayetoa uwezo wa kutumika katika jamii. Kila muumini anapokea karama kivyake, lakini hizi zote zinakuwa kwa faida ya wale ambao wanatuzunguka. Zinakuwa kwa faida ya wale ambao wanatuzunguka. Ndiyo maana unapokuwa na karama, jaribu kuangalia ina manufaa gani kwa jamii inayokuzunguka, kwa jamii ya Kikristo pia inayokuzunguka. Ina manufaa gani? Ndiyo maana Mungu anazidi kutuonesha kwamba kuna karama nyingi, lakini hiyo ulioipata itumie kwa hekima sana. Tunaendelea umoja katika wingi. Unajua karama ni nyingi sana, karama ni nyingi, lakini tunapotumika kanisani kila mtu kwa kipaji au karama yake, tunatakiwa tuoneshe umoja. Na umoja unakuja pale kila mtu anapochukulia karama yake kuwa ni bora. Sio kwamba ni bora kuliko ya mwingine, anachukulia kwamba ni bora na ya ndugu yake pia ni bora, anaifanya kwa moyo safi. Ndio maana umoja huu katika wingi una lazima ya kufunua tabia ya Mungu, tabia ya upendo. Hivyo Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wako katika karama hizo, wanazirika katika karama hizo. Ndio maana wote watatu wanakuwa wanalinda utambulisho wao na wanatenda kazi pamoja ili kwamba kanisa liwe imara na kanisa lizidi kubeba utume wake. Utume ambao tumeachiwa ni utume ambao tunautumia kupitia karama zetu. Kuna wale ambao wana karama za kuhubiri, za unabii. Kwa hiyo kila mtu anapeleka injili kulingana na kile ambacho Mungu alikuwa amempatia. Usiwahi kamwe, isitokee ukadharau karama alionayo ndugu yako, na usijione kwamba wewe ni wa saizi ya chini kiasi kwamba karama yako unaiona kwamba ni ndogo, kiasi kwamba unaona kwamba Mungu hajakutendea haki ili kukupatia karama hiyo. Hivyo wazo kuu katika Wakorintho wa kwanza 12 ni kwamba wanamemba ambao ni mwili au ambao wanakuwa katika mwili mmoja wa Kristo
wanakuwa tofauti wamoja kwa wengine, na ndiyo maana wote wanategemeana wamoja kwa wengine. Hivyo tujue kwamba miguu haiwezi kutembea mpaka macho ya mwongozi ya kwamba kanyaga hapa kuna amani, hakuna kitu kibaya. Kwa hiyo macho hayawezi kutembea, lakini macho yanatenda kazi kumsaidia mguu akanyage sehemu ambayo ni salama. Nafikiri yeko sawa. Bahati mbaya ni kwamba kwa Wakorinto kulikuwa kana kwamba watu walikuwa wanafurahia baadhi ya karama. Watu walikuwa wanapatia thamani baadhi ya karama kwamba hii ni bora kuliko nyingine na hii ni bora, na tatizo hili liko kanisani. Kuna yule ambaye hajafurahia karama ambayo Mungu amempatia, anatamani ile ambayo ndugu yake anaifanyia kazi kwa bidii. Hivyo sio vizuri. Mungu ametupatia karama zetu, tuzifurahie, tuzitendee kazi. Kumbuka mfano wa tajiri aliyewachia wafanyakazi wake talanta. 5 alizalisha 5, 3 wakazalisha nyingine 3. Yule wa 2 aliona ya kwake haistahili, akaificha na kuambia, karama ambazo tumepewa ndugu yangu, kuna siku tutaulizwa. Ndiyo maana lazima tuzitumie vizuri, tukijua ya kwamba kuna siku tutatoa ripoti kwa mambo tunayoyatoa. Njia bora zaidi. Hapa katika somo hapa tunaonyeshwa ya kwamba upendo unatakiwa utawale katika karama zetu zote. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 13:1-7 unakwenda kuona namna gani Paulo anaongelea karama tulizo nazo bila upendo kuwa ni zero, ni sifuri. Ndiyo maana upendo unatakiwa uruhusu karama zetu zitende kazi vizuri. Ikiwa tutatenda mambo yote bila upendo, hayo yote ni bure. Ndiyo maana Paulo anasema ya kwamba upendo ambao unakuwa wa kweli, namba 1, haufanyi nini? Unakuwa ujivuni, unavumilia yote, unatumaini. Hapo ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13 unakwenda kuona namna gani Paulo anaongelea upendo, na anasema inawezekana nikawa na karama nyingi, lakini bila upendo ni bure. Ndiyo maana sisi lazima tutumie karama zetu na upendo ndani yake. Upendo ukiwa ndani ya karama ambayo ninayo mimi, itaendelea karama hiyo, itazalisha hata nyingine. Lakini tukiwa na moyo wa kutamani, kama mfanyakazi yule aliyepewa talanta ndogo, alipotamani za wenzake, akaona ya kwamba mimi nimepewa chache, lazima ningepewa kama fulani, hapo hutoweza kutendea kazi karama uliopewa. Fanya kazi kwa bidii, kuna siku tutatoa ripoti kwa yote tunayoyafanya. Hivyo upendo ndio funguo mkubwa katika matumizi kwa karama tulizopewa. Ili tuzitumie vizuri, lazima karama zetu zijawe ndani yake upendo. Hivyo lazima tuelewe kwamba upendo unatakiwa uwe katikati ya karama hizo, ili kwamba zitende kazi kwa bidii. Imani pia na matumaini lazima vizihirike, na kitu kikubwa zaidi nasisitiza ni upendo. Tatizo lililokuwa Korinto ni kwamba wale ambao walianza kuona ya kwamba wana karama kuu kuliko wengine hawakuwa na upendo ndani yake, na walianza kuwadharau wale ambao ni wa saizi ya chini kulingana na wao. Sio kwamba wana karama chache au ndogo, lakini walianza kudharau karama hizo na wakaanza kuwaona kwamba ni bure. Bahati mbaya, na wale waliodharauliwa wakakubali dharau hizo, nao wakajiona kwamba ni bure, wakaanza pia kutamani kuwa kama wale ambao wana karama kubwa zaidi. Tunaongelea karama ya kunena kwa lugha. Tatizo hili la kunena kwa lugha tayari limeanza kudhihirika sana katika makanisa mengi ya Kiprotestanti, walokole na kadhalika. Unakuta ya kwamba kunena kwa lugha, watu wameharibu mfumo wa kunena kwa lugha, na wengine wanasema ya kwamba Wasabato hawaneni kwa lugha. Kwa nini amneni kwa lugha Wasabato? Yes, lakini tusikie hapa, tunaambiwa ya kwamba karama ya kunena kwa lugha katika Wakorintho wa kwanza unakuwa na
kutembea pamoja na uwezo ambao Roho Mtakatifu alitupatia kwa kunena lugha ngeni. Hizi lugha ngeni, tusikilizane hapa, wengi wanafikiri ni lugha ngeni duniani. Hapana, zingatia hilo, sio lugha ngeni duniani, ni lugha ngeni kutokana na maeneo uliopo. Kama huku kwetu sisi wa Afrika, ukiongea Kiingereza kwa kawaida ni lugha ngeni, na ukiwa vijijini ukiongea Kiingereza watu hawakuelewi. System ili kwamba watu waelewe tutakwenda kuiona hapo. Hivyo unaposoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14 unashuka, utakwenda kuona kwamba Paulo anatoa statement ya kwamba tunapoongea kwa lugha lazima kitu fulani kiwepo. Ni kitu gani? Mojawapo ya sababu zinazowafanya watu kuongea kwa lugha ni kwamba wanatakiwa wawe wawili. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni hivyo, Paulo anasema lazima wawe wawili. Akiwa peke yake asipite wala asiongee kwa lugha, asinene kwa lugha, wawe wawili. Hawa wawili, mmoja atanena kwa lugha na mwingine atatafsiri, ili kwamba jamii wa Kristo waelewe. Ndiyo maana tulisema kwamba karama hizi zina faida kwa jamii inayotuzunguka, kwa kanisa lako. Ukizitumia alafu kanisa lako halijafaidika, halijabarikiwa, umefanya kazi bure. Ndiyo maana Paulo anasema ya kwamba lazima mtafsiri awepo, na mtafsiri akiwepo, nini kingine kinatokea? Lazima yule atakaye kutafsiri aelewe unaongea nini. Sasa unapoongea lugha ambayo haijawahi kutokea duniani, mimi ambaye nitakutafsiri sitokuelewa. Sasa nitatafsiri nini? Kwa hiyo kunena kwa lugha haimaanishi kwamba unazalisha lugha ngeni ambayo haijawahi kutokea duniani. Hapana, unaongea lugha ambayo haieleweki pale ulipo, na mtu wa pili atakutafsiri ili afanye nini? Ili watu wakuelewe. Na ndio maana Paulo anasema ya kwamba lazima lugha zieleweke kwa watu, na tofauti na hapo lazima aache. Hakuna faida ya kunena kwa lugha ikiwa watu hawatakuelewa. Karama ya unabii. Karama ya unabii. Karama ya unabii inalenga sana kuimarisha kanisa. Inalenga sana kufanya kanisa liwe nguvu, kufariji kanisa, na hii inatuonesha kwamba unabii unalenga sio tu kutabiri kile ambacho kitatokea mbele, lakini inalenga pia namna gani Wakristo wanaishi leo. Ndio maana katika karama ya unabii ukijenga mtu anakwenda kujua ya kwamba hiki ni kibaya na anafaidika kwa maisha ya leo, sio kutabiri kile kitakachotokea kesho tu. Ndio maana kulingana na Waefeso 4:11 hadi 13 nakwenda kuona hapo ya kwamba kuna karama za kiroho ambazo hazijaisha, zinaendelea. Zilianza wakati wa mitume na zinaendelea mpaka leo. Shida ni kwamba kumetokea manabii wa uongo ambao wao pia wanaongea kwa lugha ambazo hazieleweki, wakidai wao ni Makristo wa kweli. Lakini Biblia inatupatia njia za kuwatambua, na katika lesoni tumepewa njia 4. Ya kwanza, lazima tujue ya kwamba manabii wanaposema lazima unabii wao utimie. Hiyo ni njia moja. Usipotimia tunajua kwamba sio wa kweli. Cha pili, lazima ujumbe wao utembee sambamba na maandiko au na unabii ambao umepita, usipingane. Njia ya tatu ni kwamba maisha ya yule anayetoa unabii, maisha yake ya kila siku yakoje? Je, yanakisi tabia ya Yesu? Kama sivyo, hakuna, tunamtupigia mbali. Na 4, Biblia inasema mtawatambua kwa matendo au kwa matunda yao. Mti utambulika kwa matunda yake. Tunapochukua system hizi 4, tunapochukua vigezo hivi 4, tunawapima hao wanaojaribu kupotosha watu, tunagundua ya kwamba kama wanatembea sawasawa na neno la Bwana, sawa, lakini kama waendi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hakuna asubuhi. Karama ya unabii. Kwa kuweka mwisho, ninasema ya kwamba hakuna mtu ambaye hana karama, hakuna mtu ambaye hana talanta, hakuna mtu ambaye hana kipaji. Mungu amevigawa kupitia Roho Mtakatifu kwa watu wote. Kwa hiyo
kitu kikubwa, tutumie karama hizo kwa upendo, ili kwamba kanisa letu la Mahalia lifanye nini? Liimarike. Kanisa la pale popote ambapo wanakusikia, kama hivi tunavyoongea mtandaoni, wewe unayenisikia lazima uimarike. Hiyo ndiyo faida ya karama ya unabii. Mungu awabariki sana. Naitwa Mchungaji John Anga Suleiman. Endelea kutufuatilia kwenye Nguvu ya Neno TV, ili kwamba tuzidi kufaidika kwa kusikiliza mafundisho ya Bwana kupitia lesoni leo. Tuombe. Mungu Baba, tunakushukuru tena kwa sababu wewe ni mwema. Tumemaliza masomo haya, yafanye yabadili maisha yetu. Tutumie talanta na vipaji vyetu vizuri kupitia jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Amen.